Unapozungumza taufiki, unazungumza kitu ambacho Allah tabaraka wa taala humjalia mja wake kwa malengo maalum, kwa sababu taufiki ni kitu ambacho kinatoka kwa Allah tabaraka wa taala, kinakwenda kwa mja kwa lengo au kwa malengo ya kumfanikishia katika jambo fulani. Na mara nyingi mja akifanya jambo lolote lile anatakiwa atarajie taufiki kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana hata wanawachuoni wakubwa wakitunga vitabu, basi kuna sehemu tu wataweka wama taufiki illa billahi al-aliyyul azim. Watasema haikuwa taufiki yangu isipokuwa kwa Allah tabaraka wa taala. Taufiki yangu ipo kwa Allah tabaraka wa taala. Taufiki ni kuwafikishwa, lakini hili jambo la taufiki lina njia zake na lina taarifu yake na lina miko yake. Tukisema miko, kwamba kuna vitu vikikosekana tu Allah tabaraka wa taala anakuwa hamwafikishi mja kwa sababu ya vitu hivyo. Sasa ukifuatilia vizuri utapata faida kubwa, kwa sababu taufiki ni kitu muhimu sana. Lakini mmoja ya wanawachuoni aliulizwa taufiki ni nini, akajibu, nafikiri ni yule mwanachuoni ambaye ametunga la Bahjatul Wasail, akasema taufiki ni tarkul muharramat, ni kuacha mambo yote ya haramu, wa fi'lul khairat, na kufanya mambo yote ya kheri. Kwa hiyo mtu akiwafikishwa kuacha mambo ya haramu akafanya mambo ya kheri, huyu amefungua milango ya taufiki. Allah tabaraka wa taala huwa anapenda sana mja afanye kheri, lakini anachukia sana mja akifanya mambo ya shari. Lakini taufiki Allah amekwenda mbali zaidi. Huwa mja akimwafikisha alafu akawa anapita mule mule ambapo Allah tabaraka wa taala amemtaka, basi anamlipa thawabu na anamlipa malipo yaliyokuwa makubwa. Lakini Allah ikiwa atatoka yule mja kwenye reli, basi anaifunga milango ya taufiki katika vitu sita. Vitu sita hivi ndio sababu ya kufungwa mlango wa taufiki au milango ya taufiki. Allahu aghlaqa abwaba tawfiq, Mwenyezi Mungu amefunga mlango wa tawfiq au milango ya tawfiq katika nini? Katika vitu sita. Kitu cha kwanza ambacho kinamfanya Allah tabaraka wa taala afunge mlango wa tawfiq, kwamba watu akalu naima walam yashkuru li ni'amihi, watu wanakula neema za Allah tabaraka wa taala lakini hawashukuru zile neema zake. Allah tabaraka wa taala, ukizungumza neema, ana neema nyingi ambazo mwanadamu amemneemesha, lakini kama tutasema tuzisari neema, wallahi tutatumia masaa mengi sana tumeganda katika neema. Kwa hiyo mtu anakula neema za Allah lakini haleti shukrani. Sasa miongoni mwa neema ambazo mwanadamu ameneemeshwa, neema ya uhai, neema ya macho, neema ya mwili, neema ya akili, neema ya kuwafikishwa, neema. Ile neema unatakiwa uiletee nini? Shukrani. Wenzetu ambao wameelewa katika kufanyia kazi ile, amma bi ni'mati rabbika fahaddith, walikuwa as-salafu salih wakiamka asubuhi wanamwangalia mwanachuoni gani mkubwa au mtu gani mwema katika mtaa, basi anakwenda anamfuata, anamuuliza kaifa haluka, kaifa asbahta, umeamka vipi, ili mradi tu aseme alhamdulillah, ashukuru kwa ile shukrani anamsababishia afanye wema. Wewe ukiamka asubuhi unafanya hilo?
neema, kushukuru neema. Kushukuru neema ni kitu kikubwa sana, na kila unavyoshukuru basi hilo la kuwafikishwa kushukuru linahitajia shukrani. Ndio mmoja akasema wayahtaju ila alhamdi hamdala, inahitajia kila unavyosema alhamdulillah kwa neema ambayo Allah amekupa, useme alhamdulillah kwa ile taufiki ambayo umepewa. Lakini wangapi leo wana neema hawashukuru neema za Allah? Sasa kutokana tumeghafilika na kushukuru neema za Allah, Allah anafunga mlango wa taufiki. Allah anasema katika Qur'an, la in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitawazidishia. Sitaki kutambaa kwenda mbali sana katika hiyo la in shakartum la azidannakum. Kuna vitu vingi sana hapo ambavyo vinaonesha kwamba Allah tabaraka wa taala siyaki ya hii aya ameifuma kwa vitu vingi, ile mradi kuonesha kwamba hii shukurani ambayo Allah tabaraka wa taala anaitaka ili amjalie ziada mwanadamu ni kitu kikubwa sana. Kuliko wengine anasema i'malu ala dauda shukra. Ndugu zangu, shukurani ni kitu kikubwa sana, lakini unawezekana ukawa umemshukuru Allah, mwanadamu mwenzako usimshukuru. Ili ni kosa pia vile vile. Kwa sababu gani? Mwanadamu naye anatakiwa apewe shukrani yake, akalu naima wala yashkuru li ni'amihi, kwamba inawezekana ukawa umesaidiwa na mwanadamu mwenzako, lakini wewe haumshukuru yule mwanadamu mwenzako. Man la yashkuri nasa la yashkuru Allah. Mtu ambaye hana kawaida ya kuwashukuru watu, basi Allah pia vile vile hatomshukuru. Miongoni mwa sababu zinazomfanya Allah afunge mlango wa taufiki ni nini? Akalu naima wala yashkuru linamihi. Namba 2 tunasema dafanul amwata walam yattaidhu bi, yani kwamba watu wanazikana lakini hawapati mawaidha na kile kifo. Na Mtume alishashiria kafa bil mauti wa'idhan, inatosha umauti kuwa ni mtu ambaye ni shekhe kasimama anawapa mawaidha watu, au mauidha, yani kafa bil mauti wa'idhan, inatosha kabisa kwamba umauti kuwa ni mawaidha. Lakini leo watu wanazikana, kweli mtu anapata mawaidha? Mbona tunashuhudia watu mpaka katika makaburini kule, watu bado wanapiga stori zao za Simba na Yanga, watu wanafanya mambo, wanacheka, wana hadithi, wanafanya hivi na hivi, pamoja kwamba watu wamejiongeza kuleta zile auradi, kwamba tukienda tuseme la ilaha illallah, la ilaha illallah, tuko pamoja, tufanye auradi mbalimbali kwa ajili ya kuyapoteza yale mazungumzo. Lakini watu bado watajitenga, wengine watakalia mawe ya makaburi, wengine watafanya hivi, wanapiga zogo. Dafanul amwata wala yattaidhu. Sasa kwa hili Allah tabaraka wa taala anafunga mlango wa taufiki. Ndio mmoja alisema katika kile kitabu cha Maalim, sema tamurru bina al-ayyam tatra. Beti ni ndefu, masiku yanatupitia tunayahesabu, kafa yule kafa huyu, lakini nahnu nusaqu ila al-ajal wal umru yanfadu, kitu kama hiko. Yani tunahesabu masiku yanatupitia, umri unakwenda, umri unahesabiwa, lakini sisi hatuna time ya kukumbuka kifo. Sasa Allah tabaraka wa taala yauma min al-ayyam, siku miongoni mwa masiku, atatuchukua, atatukusanya, tutarudi katika mchanga. Haya mambo ndio yanafanya Allah tabaraka wa taala afunge mlango wa nini? Wa taufiki. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, ukapata mawaidha kwa watu wanavyoondoka, na ukitaka ujue kama watu hawazingatii, hawapati mawaidha kwa vifo. Leo hii mtu anaiba kitu kidogo tu, basi watu wanamwasha kiberiti.
Nilizungumza moja ya klipu zangu, yaani anapigwa kiberiti na wewe unaona, anachomwa kama mshikaki, anachomwa kama hawa makuku ya broiler, vidole vimekaa hivi, yaani subhanallah, jinsi mtu anavyoungua, hatari. Lakini kwa sababu gani? Watu hawana mazingatio na vifo. Mtu anatoa uhai wa mwenzake huko anacheka, mezidi wizi. Ukiuliza kaiba nini? Amepora kiswaswadu. Kaiba nini? Alikuwa kuna mama amemsemesha hivi na hivi na hivi, akamchukulia shilingi 1000. Haturuhusu wizi na hatusemi kwamba wizi unafaa, lakini tuangalie hukumu tunazozitoa. Tunawatoa watu uhai, tunatoa maisha ya watu, lakini hii inakwenda kumfanya Allah afunge mlango wa nini? Wa tawfiq. Sababu ziko nyingi, tutaendelea darasa zijazo. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaykum.